nimelia sana. Kilio cha nini? Maana gani hiyo? Nimelia sana. Dube kafunga. Leo hajazimiwa hata. Sijaamini. Waandishi msicheke, inaumiza. Asante. Dube kafunga chapati. Kulikuwa kuna ugumu gani kiasi gani? Acheni. Tibu kiniruhusu kwa ruksa yako, kwa sababu tuko na waandishi hapa, nitumie pia jukwaa hili niwape ratiba sasa ya kombe la Muungano. Zanzibar twaja. Hiyo imekaa vizuri. Sio watani nikaiweke vizuri wenye Zanzibar twaja. Hatutaki maneno. Sisi pale ni kwetu. Uwanja wowote popote Zanzibar ni nyumbani kwa Yanga, tutatwanga. Mtu kama boli hujui goli hili unaweka huku, usisingizie Zanzibar. Ni shida zako wewe na kocha wako. Wewe na kocha wako. Kama goli upana ule ukaweka nje, sio shida ya kisiwa wala sio shida ya uwanja. Ni wewe na kocha wako, rudini mazoezini mkafundishane kufunga. Tunakwenda kamili kufunga. Na ikiwezekana watupunguzie magoli, baki hivi. Isiwe kubwa, kibaka goli hivi tuweze kufunga. Hatuna shida sisi Yanga. Wenye Zanzibar yetu twaja. Kesho inshallah. Wenye Zanzibar yetu twaja. Tunakwenda wenye Zanzibar yetu. Kama mna t-shirt tengenezeni kabisa. Wala msiwe na wasiwasi. Wenye Zanzibar yetu twaja. Tunakwenda sisi. Tutaki kusikia visingizio vya mtu yote. Na tuwashukuru timu zote ambazo zimethibitisha kushiriki kutokea bara na kule visiwani. Lakini tuwaambie mashindano haya na timu 8 na bingwa ni mmoja. Na huyo bingwa ni Yanga Afrika. Kushiriki sio shida. Shida ni kuchukua kombe Yanga atakapokuwa amekuja na yeye. Kwa hiyo tunakwenda Pemba kwa lengo la kuchukua kombe la Muungano inshallah. Sisi ni mabingwa mara 5 wa hili kombe, ni mabingwa mara nyingi, na tunakwenda kuongeza kombe lingine la 6. Tunaamini tunayo timu nzuri, tunayo technical bench nzuri, na inshallah tutakwenda kupata matokeo mazuri pale Pemba. Kwa hiyo niwaambie mashabiki wa Yanga hapa Dar es Salaam ambao mtapenda kusafiri, timu yenu msiiache na unyonge pia kule. Njooni kwa wingi, tuje tuisupport timu yetu. Kule pia apartment zipo. Apartment zipo, mtakaa mtaenjoy. Japo kidogo Pemba tofauti na Unguja. Kwa hiyo mje na akili zenu timamu. Ni kweli Pemba kunaga maneno mengi. Kikutwa mkeka. Watu hawataki story nyingi, sio ilikuaje, sio na nini. Kwa hiyo huenda mkaja mnajipanga mkarudi na familia. Kwa hiyo niwaombe sana mje kwa wingi jamani, timu yenu mje muisupport, tutakuwa na burudani nyingi. Na nimewaambia waandaaji wa mashindano, sisi kila baada ya mechi kesho yake tutakuwa tuna msondo pale. Tutakuwa tuna jambo tunafanya kwa ajili ya kuihamasisha pia Pemba, watu waweze kufahamu sehemu mbalimbali za kutembelea, watu waweze kuifahamu Pemba pia kwa ukubwa wake. Yako matukio ambayo pia serikali ya Zanzibar imetuhusisha kama club, ikiwemo wiki ya afya ya Zanzibar. Unajua Zanzibar pia ni miongoni mwa kisiwa ambacho kitahodhi michuano hii ya CHAN na AFCON. Kwa lazima wageni wajue kwamba pia Zanzibar ina ukubwa wake. Ziko hospitali kubwa ambazo unaweza kufikia pale na ukapata tiba. Watu wasiwe na wasiwasi. Tukawaonyeshe kupitia Yanga vivutio mbalimbali vya Zanzibar, lakini pia sehemu mbalimbali za huduma za afya ambazo zitapatikana Zanzibar. Kwa hiyo niwaombe hayo yote kuyafanikisha, hitaji wanachama wetu uje kwa wingi tuweze kuyafanya kwa pamoja. Naamini mkurugenzi wetu wa wanachama Ibrahim Samuel bado yupo hai na ana nguvu. Kwa hiyo itakapohitajika jukumu lake atalifanya. Lengo ni kuhakikisha wanachama wa Yanga tunakuwa kwa wingi Zanzibar, na tunakwenda kuichangamsha hii michuano iwe na mvuto wa aina yake.
Lakini pia tukija kwa wingi, maana yake siku ya tarehe 28 tutapata nafasi ya kuomba dua nyingine kwa pamoja kama wana Yanga, kuiombea kheri dua timu yetu kwenda kwenye mchezo wa toka nusu finali nafikiri. Kwa tarehe 28 tutakuwa na dua pia maalum Zanzibar ya kuombea Yanga na mchezo wa nusu finali wa kombe la Muungano. Mje kwa wingi inshallah. Asubuhi tutafanya dua pale Mzee Shabani kuiombea dua timu yetu nusu finali ya kombe la Muungano iweze kufanya vizuri. Mungu atusikie. Uzuri unajua tuliomba dua Manyara. Kwa dua Manyara Mwenyezi Mungu alituitikia. Ni vile tu offside nini vijara. Lakini dua yetu ilienda ipasavyo. Kwa tunaamini pia tutakwenda kuomba dua nyingine Zanzibar, Yanga yetu ifanye vizuri. Ndio wamechanga kiasi hiki cha faini kiende kikapelekwa. Kwa maana yake tumeheshimu mamlaka kwa tathmini yao na walichokiamua, na wana Yanga kwenye heshima hiyo ya mamlaka wakaona hapana, ili lisiwe la msemaji peke yake, liwe wetu wote tuweze kuhakikisha tunailipa hii faini. Kwa hiyo niwashukuru sana kwa hilo. Niwashukuru pia kwa wale ambao nilisema walinipigia simu, walinitumia message. Ama hakika nimeona kwa vitendo maana ya timu ya wananchi, na nimeelewa kwa nini kauli mbiu yetu ni daima mbele nyuma mwiko. Huwezi kujua umoja na upendo wa watu kama haujauhitaji. Maana anasema huwezi kujua unapendwa kama haujahitaji kuonyeshwa hayo mapendo yenyewe. Kwa hiyo katika hili mimi nimeona mapenzi makubwa ya wana Yanga, na nitalithamini hili katika kipindi changu chote cha kazi na cha nje ya kazi, kwa sababu maisha yetu ya kazi mara nyingine ni mafupi. Unaweza kuondoka hapa mkataba umeisha, unaweza kuondoka hapa kwa kuumwa, unaweza kuondoka kwa shida yote. Kwa hata nikiwa nje ya kazi hii bado nitakuwa balozi mzuri wa kuwasemea wana Yanga kwa upendo na umoja na mshikamano ambao wako nao. Kipekee kabisa niwapongeze pia watu ambao wameainishwa hapa kama walishiriki kwa moja kuchangia. Nimeona kuna watu wa Yanga influencer, na hawa Yanga influencer mratibu wetu hapa ameeleza vizuri kabisa. Sio kwamba wao ndio wametoa kiasi chote hicho, wao wana mchango wao, lakini wao walikuwa daraja la kuwaunganisha wana Yanga duniani kote kuweza kufikia na kutoa huo mchango. Kwa hiyo walitengeneza namba ya simu kwa ajili ya wana Yanga kuchangia. Na uzuri bwana, Yanga influencer ni wasomi. Hapa amekuja na ushahidi wote wa miamala yote iliyofanyika hadi kufikia kiasi hiki cha shilingi milioni 4,024 ambayo imeletwa hapa. Hii yote ni nyaraka za mitandao ya simu ambayo ilichangishwa imeletwa hapa. Kwa maana yake kwenye hizi karatasi zote tunazoziona hapa, hizi ni hela za wana Yanga kutoka sehemu mbalimbali ambako waliungana kupitia platform ya Yanga Influencer na wao wakaweza kuchangia. Lakini washukuru sana kanda zote tatu za Dar es Salaam kwa maana ya Kinondoni, Ilala na Temeke kwa kuungana pamoja kuweza kunichangia. Niwashukuru magrupu ya WhatsApp yote ambao walifanya hamasa yao kuweza kutuma michango yao. Nimeona grupu la wakongwe. Wakongwe hao sio wala kubambuzi hao. Hawa ni wakongwe wa Yanga. Si ndio bwana? Sio wakongwe wa mbuzi hao. Hawa ni wakongwe kweli. Niwashukuru pia team Manji Original na ndugu zangu wa Nyuki makao makuu ambao kwa pamoja na nyie mliweza kuhamasisha tukaweza kupata hichi kiasi, na tutakwenda kumkabidhi kwa sababu taratibu kiasi hiki kinatumwa kwa njia ya kitaasisi kwa maana ya benki. Haturuhusiwi kwenda pale kupeleka. Na kama ingeruhusiwa hii maana yake kesho alfajiri tungeweza kwenda kunywa supu pale. Tungeweza kwenda kunywa supu, lakini jambo haliruhusiwi. Kwa hiyo tutakwenda kukabidhi hichi kiasi kwa watu wetu hapa wa fedha ambao wao watafanya mawasiliano na watu wa fedha wa shirikisho, alafu kitatumwa. Kwa hiyo baada ya hapo na kusema asante, neno langu la mwisho ni kuomba wana Yanga sasa upendo huu uendelee. Upendo huu uendelee baina yetu. Tumekuwa tukishirikiana kwenye matukio mbalimbali, matukio ya kuja viwanjani, lakini pia matukio ya kijamii tumekuwa tukikutana, na kauli mbiu yetu imekuwa umoja. Yanga imetukutanisha
na Yanga imetufanya kama familia. Kwa hiyo tuulinde umoja wetu, ilinde familia yetu, isiwe tu kwa msemaji, ikiwa kwa mtu mwingine yoyote katika sisi ambaye ni mwana Yanga mwenzetu kama tatizo lolote, na sio tatizo tu, hata kwenye heri. Maana yake tusio watu kushikana kwenye shida tu, mpaka kafika hatua mtu akaomba shida. Ikiwa kwenye shida mtu anaweza kuja kuomba kuumwa ili achangiwe. Basi tushikamane pia hata kwenye heri. Mtu anataka kuoa, tushirikishe wana Yanga. Sisi bado ni familia. Si ndio bwana? Sisi bado ni familia. Tunakutana kwenye sehemu nyingi. Huo mpira wenyewe ni sehemu ya starehe ambayo inatukutanisha. Na alhamdulillah Yanga kweli inatupa starehe. Na kweli tunaenjoy kweli. Tumekuwa tukisafiri hapa kutoka Dar es Salaam kwenda mikoa mbalimbali. Na wenzetu wa mikoani pia wamekuwa wakisafiri wakija Dar es Salaam kwa ajili ya mechi mbalimbali. Maana yake ni familia. Na kwenye kikao chetu cha awali nilipokuwa nazungumza na mratibu hapa na viongozi wa influencer, kawaambia mwisho wa msimu huu panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu tumekuwa na desturi kama Yanga kuwa na sherehe ya kukaribisha msimu ambao tunasemaga ni kilele cha wiki ya wananchi. Lakini msimu unavyoisha uwaga hatukutanagi sasa wana Yanga. Kwa hiyo mwaka huu shirikiana na waratibu hawa wa mikoa mbalimbali, shirikiana na ofisi yetu ya idara ya wanachama hapa, mwaka huu inshallah msimu utapomalizika lazima tuwe na tukio la wana Yanga tena kukutana, kushukuru na kujipongeza kwa msimu ulivyokuwa. Hili nimemwaahidi mratibu na nimesema nilizungumze hapa mapema ili waratibu wa mikoa mingine waweze kusikia, viongozi wa matawi mengine waweze kusikia kwamba mwisho wa msimu huu bila kujalisha, manake mtu asije akaenda sherehe kwamba tumechukua ubingwa na jiandaa sherehe za ubingwa. Hapana, hizi ni sherehe zetu wana Yanga za kukutana na kuufunga msimu. Tutakutana matawi yote ya Yanga Tanzania nzima, tutakutana kwa ajili ya kupongezana na kuzungumza msimu ulivyokuwa na kujipanga kwa ajili ya msimu unaofuatia. Kwa hiyo hilo nimelisema hapa mapema, ina sisi tukaanze kujiandaa, tupeleke ujumbe huu kwa wenzetu. Matawi ya Yanga yote tutakuwa na shughuli yetu. Sasa shughuli ya Yanga kawaida uwaga hainaga udogo. Shughuli ya Yanga itakuwa kubwa na kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu itakuwa shughuli kubwa na ya mfano ambayo naamini watu wengine hawataweza kuiga hizo standard. Unajua kuna standard nyingine zikisetiwa ni ngumu kuziiga. Kama ya Durban ni ngumu kuiga. Yaani kuna standard nyingine mtu ukiseti mashabiki labda 100-200 wanasafiri kutoka Dar es Salaam wanaelekea Durban kuisupport Yanga Afrika. Hizo ni standard ambazo ni ngumu mtu mwingine kuzifikia. Unaweza kupeleka machawa 2-3, lakini kupeleka mashabiki 200-300 wakasafiri siku 3 siku 4, wako na bendera ya taifa, wako na bendera ya Yanga Afrika, wanakwenda kwenye mechi ya nusu fainali ya kombe la CAF. Hilo sio jambo la kila mtu ndugu zangu. Halihitaji mimi niseme muone kama si jambo la kila mtu. Mmeshuhudia. Na napokea message nyingi sana mratibu, watu wakisikitika, nyinyi mliweza vipi na nini? Jibu ni lile kwamba hii ni timu ya wananchi. Wananchi wakitaka jambo lao, jambo hilo linafanyaje? Linakuwa. Kwa hiyo niwashukuru sana kwa hilo na